Mheshimiwa, tayari kazi ile tuagiza tumeifanya. Kwa sasa vimbaumbau vyote tumeipeleka selo, yani tumewafunga kabisa kama alivyotuagiza, vimbaumbau vipelekwe selo. Kwa hiyo tumefanya kama alivyotuagiza. Kwa sasa nadhani mji wetu uko salama. Kwanza ni wapongezi kwa kazi mlioifanya. Mmefanya kazi safi, kwa sababu vimbaumbau vilikuwa vinajaza dunia tu. Unakuta mtu ana ndevu zake, ana masharubu yake, lakini unakuta amepigia magoti kimbaumbau. Ilikuwa ni aibu ya kuaibisha. Afadhali upigie magoti mtu ambaye nyuma ya nyumba ni pasafi, ni pazuri. Kwa hiyo kazi mlifanya ni safi. Kwa sasa mji uko salama. Kwa sasa ni mji wenye minyama kabisa. Kwa sasa ukitembea mtani ni manyama tu ambayo yanapita, unaona pia. Kwa hiyo sasa mji upo safi, upo salama. Nafikiri hapa sasa tutaanza kupata watu ambao kutoka nchi mbalimbali kuja kuona mji wetu, kwa sababu ni mji mzuri, mji wenye nyuma, mji safi kabisa. Lakini tuna shida moja, baada ya kufunga vimbaumbau ajali zimekuwa nyingi sana. Mimi nimewaambia kwamba mkinichagua tu nitabadilisha mambo hapa. Kwa sasa mnaona kitu cha kwanza nimekirekebisha, kutoa vimbaumbau hapa ambavyo vilikuwa vinasumbua watu wazima. Na uweze amini vimbaumbau ndo vilikuwa vina maneno machafu, kila ukitongoza kinakwambia nina mpenzi. Kwa sasa watu wenye nyama ndo wanatakiwa sasa watu nanili. Kwa hiyo hii ni ishara nzuri kwamba vitu naanza kuvifanya. Na kingine kuhusu hiyo ajali, lazima ajali itokee, kwa sababu minyama ikiwa inapita lazima wewe ushituke wewe mwenyewe. Kwa hiyo ajali tutaangalia namna ya kusatua. Hawajazoea, walikuwa wanazoea vimbaumbau tu. Unajua mheshimiwa, kitu ambacho kimenishangaza sana ni kwamba vimbaumbau tulivifunga, na baada ya kuifunga tukaenda kwenye selo ya wanaume, tukawaambia kama kuna mwanamume yeyote anataka kwenda kulala kwenye kile chumba ambacho anataka tumfungie kwenye kile chumba cha vimbaumbau anyoshe mkono. Cha ushangaza hakuna hata mwanamume mmoja aliyenyosha mkono. Hii imenishangaza kabisa, imeonyesha kwamba walikuwa ni takataka wa kutupwa kabisa. Kwa hiyo mji wetu uko salama salimini. I see. Ndo nikute shoni, ndo nikute bafuni. Na nini unataka kuniambia? Niambie hasa kwa nini? Mume wangu haina haja ya kunihukumu, kwa sababu kwenye mwili wako hakuna kitu basi kifahamu. Na kingine nimekuja hapa kwa swali, kwa ombi moja. Najua yule mzee baada ya kuchaguliwa amesema kwamba vimbaumbau vyote vipelekwe selo. Kama unavyoona mwili wangu ni mwili ambao hauna mbele wala nyuma. Lakini nakuwa na ombi moja, hii isimame kabisa. Hili swala la kufuata vimbaumbau vyote eti vipelekwe selo isimamishwe kabisa, la sivyo utanikosa kabisa. Na mimi sitaki kwenda selo kabisa. Kama wewe ndo mume wangu, najua wewe jamaa msupport, kwa hiyo tusaidie kwa hilo, watu ambao hatuna mbele wala nyuma. Mke wangu wewe nakupenda sana, sitaki kukosa kabisa. Sitaki kukosa. Sasa hivi naenda kusimamisha hili swala la kuchukua vimbaumbau vyote. Nalisimamisha kwa haraka kabisa, kwa sababu wewe nakupenda, usiwe na shida. Sasa hivi naenda kumwambia yule jamaa, kwa sababu mimi ndio mmemsupport kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo siwezi kutoa apinge. Kwa hiyo naenda kuwasiliana naye ili hili swala la kuchukua vimbaumbau ilisimamishwe kabisa, kwa sababu wewe nakupenda, sitaki kukukosa kabisa. Wewe nakupenda kwa moyo wangu wote.